unajua historia ya mtu mwenye amekufa amededi na ashazikwa, kuiongelelea mimi sitakai kuongelelea. Hata ukijua hii ni video yangu ya kwanza kuongelea hii story, kwa sababu mtu amekufa na unamuongelelea na hata asiki unasema it doesn't make any sense to you, or make any sense to you. Kuongea tu na mtu mwenye unaongelelea hakusikii. Na everybody trolled that person when she was alive. Naongelea nani? The late Betty Bayo. So mimi sipenda kuongelea history hizi, lakini hii nayo haiishi. History haiishi bwana. Okay. Aya, alizikwa na mambo tufanya nini? Tukamaliza. Now we should let her rest. Sasa jana nilikuwa live nyingine hapo TikTok ya watu kadhaa hapo walikuwa naongelelea hii story. Kuna mwingine sijui anaitwa Banya, kuna watu wanaongelea, kuna huyu anaitwa Shiro wa Auckland, wengi, yani watu wengi sana TikTokers, watu waombea, okay? Na nikasikia jana mambo yakajitokeza jana jo. Nikasikia before the late Betty Bayo died, when she was unwell, or when she was ill, so much ill, akaenda hosi, there was walikuwa watoe sijui something like 260,000 ili afanye nini, ili atibiwe. None of them alitoa hizo pesa. Another thing kasikia that also the late Betty Bayo needed blood, okay? Hakuwa na blood ya kutosha kwa mwili. She needed platelets. Unajua platelets, kuna hizi plasma, everything. So Betty Bayo needed platelets kufanya nini? Ndio hemoglobin yake ikuwe sawa na ili asipass. None of them alicontribute alicontribute damu. Kumbuka hapa kuna wasanii walienda, kwa sababu nadhania bwana yake Tash atijui alikuwa wapi, bibi yake akiwa mgonjwa. Okay, sipendi kuiongelea, acha niongelee tu, lakini hata sifeel vizuri kuiongelelea mimi. Alikuwa majuu, so kapigwa simu, yeye akazima simu akasema asipigiwe kwa majuu, tumuondoe hapo. Haya, kuna hawa wasanii huyu na huyu. Hawa wawili ni marafiki za huyu the late Betty Bayo, okay? So wakafanya nini? Walikuwa huko wakakataa kutolewa damu ili nani? Yeye Betty Bayo atibiwe. Hao wasanii ama rafiki zake hawajasema wao wenyewe. Nasikiza muahea ya TikTok wakakataa kutolewa damu ili Betty Bayo pewe damu, platelets, akuwe na platelets nzuri kwa mwili ili asifanye nini? Atihange pass. Nikisikia wakisema kwa sababu sisi tunajua ati Betty Bayo alipass kwa sababu ya blood cancer ama leukemia, that is leukemia blood cancer. So hii story imeongelelewa na somehow ina make sense that ina make sense that kuambia that hakuna mtu alijitolea kumpea damu, hakuna mtu alijitolea kusema nitapea Betty Bayo damu. Okay, mimi nasema hivi, kumaliza story mimi nikada tu nasema hivi, wewe uko hapo, hebu uchunga, hebu jua leo hauna rafiki, hebu hapo usianze kutupostia hey my best friend. Hebu wacha, hakuna kitu kama hiyo mtu wangu, hakuna best friend jo, hakuna jo. Nakwambia hivi nikiwa confident sana that hakuna best friend hii dunia. Best friend wako maybe mama yako, ati auntie yako, rafiki yako, nini, hakuna jo, hakuna. They could have given blood. Tuseme hata haikuwa nini, haikuwa kwa sababu ukipea damu lazima damu yako mwenye unapea na yako mwenye una donate zi match. Kama zili match wakakataa kumpea, that was very bad, and unakuja hapa unalia. Kama haiku match they could have told us. Lakini Betty Bayo alikuwa anaogopa hiyo ugonjwa wake isikuwe huko nje, watu wasianze kumtroll. Those are the bullies. Kitu kingine, bullies, please stop bullying people based on their doings, on their health. Don't bully anyone, your days are coming. So history ya so kukati story yote, jua hauna rafiki jo, hakuna marafiki jo, hakuna marafiki mtu wangu, hauna marafiki. Na hii story sasa inafaa iishe. Sasa Betty Bayo rest, ameshaenda, tutawa nini? Tumuongelee aje hata kufuka akuje jua kiasi gani kinafanyika. Na kama amekufa na anajua huku msaidia, ujue you are not a good friend. You are not a good friend at all.